Pia tuma ujumbe wako mfupi kwa nambari ya 0623 70 36 34. Tutakupokea simu yako, lakini pia tutakuja kusoma ujumbe wako. Tupigie simu kwa nambari ya 0776 933 926 katika line. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katika line. Assalamu alaikum. Nashukuru. Ni sauti ya nani, kwa wapi? Tunakuomba kwanza punguza sauti yako ya redio kwanza. Tuambie ni nani na upo wapi? Karibu. Naam. Ndio. Haya, sawa, usikae mbali na redio yako, ni nje ya mada, lakini kwa vile daktari yupo biidhnillah litajibiwa na utapata ufumbuzi katika hili. Tukushukuru sana. Yupo nje ya mada, anasema kwamba yeye ni mjamzito lakini na siku ya 5 sasa hajapata choo. Katika line. Assalamu alaikum. Ni sauti ya nani, kwa wapi? Naam. Aisha niko juu. Karibu Bi Aisha. Yani naweza nikamenda Ndio. Haya, sawa, daktari amekusikia na usikae mbali pia ndugu yako. Umesema unakuwa na hamu lakini mumeo hajali na hana habari kabisa. Haya, sawa, endelea kubaki nasi. Acha tuendelee kupokea simu 2 alafu tuangalie tunakwenda wapi. Bado tunaendelea kupokea simu zenu msikilizaji kupitia 0776 933 926 katika line. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunashukuru. Ni sauti ya nani, kwa wapi? Sauti ya Daudi Muhammad kutoka maeneo Mikuu. Karibu. Nimeongeza kwa wale kidogo kwamba hii dawa imetueleza kwa watu wazima, kwa watu wanaweza kutumia kazi ya watoto kama anaweza kusaidia watoto wana umri gani? Miaka 10 mpaka 12. Haya, tukushukuru, endelea kutufuatilia. Hebu ngoja kwanza. Yaani hao watoto wana nini mpaka watumie Biwax? Ndio nikataka kujua na umri gani. Na kiacha tuone ni kwa namna gani hasa watoto. Yaani inawezekana labda ana jambo alikusudia tujamfahamu. Wacha tumpokee huyo kwanza. Katika line. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni sauti ya nani, kwa wapi? Aisha kutokea Bonga Mkadini. Karibu Bi Aisha. Mimi nilikuwa namuuliza daktari amesema juice okra karo na hizo nyingine zinazo bei gani? Okra karo na hizo nyingine zinazo bei gani? Haya, basi sawa, endelea kubaki nasi pia. Haya. Naam, daktari. Mimi nahisi kwa vile muda unaenda, hebu tuanzie na haya kwanza, alafu tuangalie tunaendelea. Lile la mwanzo ni la kutopata choo kwanza. Kutopata choo ni tatizo gumu kidogo. Na ni mjamzito pia. Wajawazito mara nyingi wanapata hiyo kesi. Mimi ni mshauri kama atafika pale kituoni kwetu, Allah akimwezesha, akimwafikisha, achukue zin juice
Zimindikade juisi ni rafiki kwake, kwa sababu ni mjamzito na hofia asitumie vitu vingine. Sababu ile anaitengeneza na kwa ni juisi na ataitumia kama juisi, na biidhnillah inaweza ikamsaidia. Kama kutakuwa na ziada basi tutaonana, aje aonane na mimi niangalie namsaidiaje, lakini kwanza juisi inaweza ikamsaidia kumpunguzia ule uzito, ingawa viko vitu vingi vya kufanya, ila nahofia kwa ile hali aliyokuwa nayo, na sijajua ujauzito wake una umri gani. Mara nyingi wa ujauzito ukiwa ushafikia miezi 6-7 huku ndio kidogo hali hiyo inazidi sana ya kukosa choo kwa wanawake. Lakini nitamshauri pia aje pale nimsikilize huyo wa mwanzo. Wa pili ni yule ambaye alisema, alielezea kuhusu mume kwamba anakosa nini. Sasa hapa kuna vitu vinaweza kuwepo. Inawezekana mumewe ana matatizo, ni mgonjwa, lakini anaona tabu kujieleza. Unajua wanaume tuna tabia ya kutojishusha. Mtu anaona tabu, mimi mke wangu kujua kwamba mimi nashindwa kukabiliana na hili jambo kwa sababu na kasoro fulani. Lakini huko na wakati mwingine inawezekana si mgonjwa total, isipokuwa ameathirika kisaikolojia, kwa maana kwamba kuna vitu vimeathiri mahusiano baina yao, kwa maana akajikuta kwamba kama ile ndio yale niliyosema, kama nilikuta ile thamani ya mwenzako inashuka, kama vile hamjawahi kupendana hapo mwanzo mpaka mkaenda kuombana ridhaa ya kuishi pamoja. Hili inawezekana ni tatizo. Kwa hiyo lazima waangalie haya mahusiano yao, hakuna shida iliyoingilia maisha yao, ama yeye kuyapeleka baadhi ya mambo kwa mumewe, au mume pengine kuna mambo alimekuwa akiyafanya, kwa sababu yeye anasema tayari bado yuko sawa. Kwa hiyo tunaweza kusema labda yeye kuna vitu alikuwa anafanya mume kidogo vikao vimemshusha ile ari yake ya kuwa pamoja naye, au pengine kuna mambo yamepita, alimdai kwamba kuna kishetani kimepita ndani yake hapo kuivuruga hiyo hali. Lakini tuna mtu wa tatu ambaye asikimbilie kuona kwamba labda kuna kurogwa au kuna uchawi au kuna jini aliyefanya hivyo, lakini kwanza angalia yale maisha yenyewe yalivyo. Hii life setup, zile format za maisha yetu zilivyo, wakati mwingine zinavurugwa na mambo yetu ya kimaisha, mpaka unajikuta kwamba thamani ya mmoja katika nyinyi inapotea sana. Kwa hiyo hilo kwanza. Na pili, kuna yule ambaye amesema yeye watoto, mimi sijamuelewa vizuri kwamba wale watoto wanafanyaje, kwa sababu au labda kama aseme kwamba alikuwa anakusudia watoto wanapungua kwa maana kwamba ya number of sperm. Nadhani labda anakusudia hivyo, kwamba number of sperm kwamba iko chini, yani zile mbegu zake za ziko chache kuliko zinavyohitajika. Kama atakuwa anakusudia hivyo, hii ni maudhui nyingine ambayo inahitaji huduma ya namna nyingine, kwamba kuweza kuzipandisha hizo hali. Lakini kama ni swala la kwamba kwa nini hatupati kizazi, pia hii ni swala jingine ambalo pia linatakiwa lihudumiwe kwa namna yake, na tunaweza kumsaidia endapo atakuwa katika mazingira tulionayo. Tuangalie kama linawezekana kwa kiasi gani. Kama maana tofauti na hivyo, sasa inabidi labda tupigie tena tuambie, maana hapo mimi nilivyofahamu labda ni hivyo tu. Na kuna mwisho aliosema alitaka kujua bei ya bidhaa zile kama okra karo na okra powder, gharama zake ni 15,000 kila moja. Tuna okra karo na okra powder. Okra karo ina namna zake, karibu zote zinatumika sawa, lakini kuna tofauti ya vile vinavyokuwa ndani yake. Kwa hiyo na kila moja utashauriwa kulingana na hali ulionayo. Hata wale wakina mama ambao wana mapungufu katika ile mucus wakati wa kuingia katika tendo la ndoa, tunawashauri pia kutumia atumie okra karo au okra powder, kwa sababu inasaidia kutengeneza ile mucus ya ule ute ule, inamsaidia. Kwa hiyo anaweza akaitumia inshallah. Ingawa zina mambo mengi. Hata huyu kama huyu aliyosema pia
ana tatizo la choo pia hiyo inaweza ikatumika kusaidia. Sisi tunakataza kutumia dawa za kuharisha. Hata kama mtu ana tatizo la choo, tunakataza mtu asitumie dawa ambazo akinywa lengo lake ni kwamba akishazinywa basi asikae mbali na choo muda wote aende akaharisha, wanasema amepoteza funguo. Hii hapana, kwa sababu hii inaweza ikazalisha tatizo jingine. Yako matatizo kitaalamu ambayo yanaweza yakazaliwa kutokana na hiyo hali, kwa sababu ya kupoteza maji mengi na ukaacha uchafu mwingi ndani ya tumbo. Ndio. Kwa hiyo iko hivyo inshallah. Naam, Dokta, muda umetuacha mkono. Mimi naona muda umekatika. Labda niseme tu wale watu ambao wana mawazo, wana fikra, wana ushauri, au wale ambao wanataka kufika pale Mtoni mwisho wa daraja njia ya kuelekea Bububu kwa hapa Unguja Zanzibar kwa ajili ya huduma, basi tutatumia namba za simu ambazo tunazo, lakini pia tunakushauri ujiunge na grupu yetu ya WhatsApp ili kuwa sehemu ya familia yetu kwa ajili ya kuuliza ndani ya grupu, kutoa ushauri pia. Kwa hapa Unguja ni Mtoni mwisho wa daraja njia ya kuelekea Bububu. Mimi binafsi napatikana siku ya Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi. Ni siku 3 hapa Mtoni mwisho wa daraja. Alhamisi ni kuanzia saa 2:30 asubuhi mpaka saa 12 jioni kama kesho. Ijumaa kesho kutwa Allah akipenda napatikana saa 2:30 au kwa matakwa ya Allah ni saa 2:30 mpaka saa 4 asubuhi. Na Jumamosi ni kuanzia saa 2:30 mpaka saa 8 mchana. Baada ya hapo sipatikani tena kwa Unguja mpaka wiki nyingine. Lakini zile bidhaa zetu kama ginjeli, super ginjeli, zinjuisi, ukienda pale utazipata hata kama sipo. Au nenda Mustakbal Darajani pale, au kule Ibn Ali Habal pale Chake Pemba. Maduka ya dawa za asili kwa hapa Unguja mengi ginjeli inapatikana, unaweza ukaenda kuipata pale. Mashallah, watu wengi wamekuwa wakiieneza. Na sasa hivi nadhani pengine kwanza wiki ijayo tunaweza kuwaelekeza lotion maalum ambayo inaweza ikatumika kama mfano wa ginger, lakini hii ina mambo tofauti kidogo ambayo tutakuja kueleza inshallah. Cha msingi ni kwamba karibu sana Mtoni mwisho wa daraja njia ya Bububu inshallah. Namba ni 0784 32 35 12. Narejea 0784 32 35 12. Pia unaweza kutumia 0774 32 35 12. 0774 32 35 12. Pia unaweza kutumia 0712 32 35 12. 0712 32 35 12 au 0754 650 408. 0754 650 408. Hizi ni namba ambazo unaweza kuwasiliana nami moja kwa moja kwa njia ya simu, WhatsApp au message za kawaida. Lakini mara nyingi message za kawaida ukizituma bwana, huo umekusudia tu kutuma, lakini kama unataka majibu mara nyingine unaweza kutuma katika namba ambayo hatuwezi kujibu. Kwa hiyo angalau WhatsApp mara nyingi inakuwa iko free, na jitahidi sana swali lako kama ni muhimu sana kulirejea ili kuweza kutiliwa umuhimu. Allah tuwafikishe. Karibuni sana, wahi mapema kuchukua kipande chako ili kuweza kuanza kupata huduma inshallah. Naam, ni kushukuru sana Dr. Abu Awadhi, lakini nimshukuru msikilizaji kwa kutega sikio kuanzia mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki, na kila yenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho. Hadi hapa ndo tamati ya kipindi cha tiba, na leo tulikuwa tunagusia kipengele ama tumeendelea katika kipengele cha ushauri wangu. Kuna mengi ambayo tumejifunza kupitia mada hiyo, lakini pia ni watake radhi wale wote ambao walipiga simu lakini kashindwa kupokea simu zao, na ni watake radhi pia wale wote ambao walituma ujumbe wao lakini kashindwa pia kupokea ujumbe wao kutokana na swala zima la muda kutuacha mkono. Nashukuru sana. Mimi na nyinyi na Dr. inshallah tukutane wiki ijayo panapo hai na majaliwa. Tulikuwa na Dr. Abu Awadhi, langu jina ambaye ni msimamizi wa kipindi hiki Alai bin Ali. Tukutakie usiku mwema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alamsikin, bye bye.